Basa,
kawaya ibeti mwaseo ibeti mwaseo ibeti mwaseo ibeti mwaseo aume mwaseo asiana siaseo kanisa mwaseo kanisa mwaseo ta 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 Yesu asifiwe milele na milele, milele na milele. Yesu asifiwe milele na milele. Yesu asifiwe. Shetani akipita, shetani akipita, shetani akipita, shetani akipita, magonjwa yakipita, magonjwa yakipita, umasikini, umasikini, kisirani, asifiwe milele na milele. Yesu asifiwe milele na milele. Yesu asifiwe milele na milele. Yesu asifiwe. Baba, naomba kutembea nawe milele. Naomba nitembee nawe milele. Oh Baba, naomba nitembee nawe milele. 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 Oh, nitembee nawe, 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 nitembee nawe. Hallelujah. Hallelujah. Unaweza ukainua tu mikono yako juu. Sitegemei kwamba unyamaze. Nategemea umwambie Mungu, unastahili kuabudiwa, unastahili sifa za moyo wako, unastahili sifa za moyo wako, unastahili. Come on, unaweza ukamwambia Mungu maneno mazuri katika, unaweza ukamwadhimisha kwa maneno yako, unaweza ukamwadhimisha yako mwenyewe, unaweza ukamwadhimisha Bwana. Mwambie Bwana, niko hapa, nimekuja kukuabudu wewe. Wewe ni mwema, wewe unastahili, unastahili Bwana, unastahili, unastahili, unastahili. Tunainua mikono yetu Bwana mbele zako, tukikuadhimisha wewe asubuhi ya leo. Tunasema unastahili. Kama sio wewe tungekuwa wapi Bwana? Kama sio wewe tungeitwa kina nani?
Ndiposa tumekuja kama watoto wako ili tukuadhimisha asubuhi ya leo na siku ya leo, tukisema unastahili sifa, unastahili, unastahili Bwana. Ukamwambia kwa maneno yako, wewe Bwana unastahili. Ulikufa msalabani niokolewe. Mwambie wastahili, wastahili Bwana, ulibeba mizigo yangu, sasa ni huru. Nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu kama ayala atafutavyo maji ya mto. Nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu kama ayala atafutavyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Unaweza kumwambia vizuri zaidi, nafsi yangu Bwana, nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu kama ayala
atafutavyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu yakutamani. Mwambie tena, nafsi yangu yakutamani Bwana. Nafsi yangu yakutamani. Roho yangu yaona kiu kama ayala, atafutavyo maji ya mto. Baba, nafsi yangu yakutamani. Baba, nijaze na Roho Mtakatifu, nikae karibu nawe, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. Baba, nijaze na Roho Mtakatifu, nikae karibu nawe, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. Oh, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. Oh, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. Mwambie nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. Mwambie nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. Mwambie nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. Mwambie kwa sauti, mwambie nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. Unaweza ukamwambia zaidi, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. Nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. Nirejeshe furaha ya
mikono yako juu, mwambie Mungu, niko hapa siku hii ya leo, naomba kuregeshewa nafsi yangu. Fungua tu kinywa chako dakika mbili za kuomba Mungu, mwambie Ngai nikwenda kurathimwo, Ngai nikwenda kurathimwo, nikwenda kuigwa kuma kuri wewe mothe. Punguza kidogo keyboard, mwambie Ngai nikwenda kurathimwo na nikwenda kuigwa kuma kuri wewe. Hai kidogo, nikwenda kuigwa kiugo gyaku, nikwenda kuigwa hotani waku, nikwenda kuigwa Jehova ukinjareria umuthe. Hutia ngoro yakwa nĩ nyarirĩkĩte, nĩ ndũĩte mbara nyingĩ mũno, mbara itarĩ gĩtũmi, nĩ ndũithĩtio mbara nyingĩ, mbara itarĩ na gĩtũmi. Oye mũrie Baba, ririkana tu njĩra ciakwa, ririkana Baba, nĩ njagĩrĩtio thayũ, ririkana Ngai, wĩra ũyũ nĩwe waheire, no andũmire gũkũ Jehova nĩgetha njaragĩrie ciana ici, ona nginyagia ndũmĩrĩri ciaku ũrĩa wanjĩrire. Urina ya mashende ribayara kontorororo hose yakayanda orianda na masayara bashekerere orina izerere kayabo sondororo oriana kanta baba bazikete bushya oye gaiva ndakurerera wenu aweigua gore hitho-inĩ Ngai uri muthamaki wa thamaki, ni wikaga maundu maku o uria ukwenda Ngai. Ndanyiha ndi mbere yaku Baba, ndanyiha Ngai unenehe, ndagwa Baba nigetha we wonekanage. Ngai Jehova, ririkana ciana ici ciaku Ngai, maririkane tu niwe wandumire kuri ciana ici, niwe waheire wĩra wa ciana ici Baba. No ĩndĩ Ngai Jehova, nĩngeretie kwambata kĩrĩma gĩkĩ gĩgatuĩka kĩritũ kũrĩ niĩ Baba. Nĩndakũhoya ũnyite guoko, ndirĩ ũndũ ũngĩhota, ndirĩ ũndũ ingĩhota, ndirĩ ũndũ ingĩhota ũtarĩ na niĩ Baba. Nĩherete mehia makwa mothe, ndanyiha Ngai nĩgetha wonekanage. Oye Ngai Mũrungu mwega, nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa Baba. Ndoka Ngai, njiguĩra tha Baba, Ngai njiguĩra. Oye nĩndagũthaithire no ũkĩnjĩra nĩũkũhe ciana, ciana ici waheire Ngai, ũhahe mĩgate ndĩmaheage. Reke nduĩke kĩrathimo kũrĩ ciana ici Ngai, reke nduĩke kĩrathimo kũrĩ o Ngai Baba. Reke Baba njumage thutha, reke ndĩmarĩithagie na ndĩmarĩithie ũrĩa ũkwenda, ũrĩa wendete Baba. Reke nduĩke wa gũkinyanĩria ũguo Ngai. One Java Ngai, kũrĩ mananjũkĩrĩra, kũrĩ mokĩte na hiũ, kũrĩ mokĩte na njũgũma, kũrĩ mokĩte na mahiga, othe nĩ niĩ mokĩrĩire. Ndirĩ na ũhoti wa kũrũa nao Ngai, nĩo gĩgũngĩra, mena mĩbango kũngĩra, ona nĩ memena meharĩria kũrĩa, othe nĩ ndamaneana moko-inĩ maku Ngai. Ũigue kĩrĩro kĩa ndungata yaku Baba, ũigue kĩrĩro gĩa ndungata yaku Ngai. Oye Baba nĩ ndakũrĩrĩra, oye Ngai nĩ ndakũrĩrĩra. Ndwatiganĩirie Musa Baba, ona rĩrĩa akũhĩtĩirie, ona rĩrĩa anyihĩirwo nĩ wĩtĩkio Ngai. Ndakwĩhĩtĩirie ndũkatiganĩrie, ndũkandiganĩrie ndĩ gatagatĩ-inĩ ka njohi, ndĩ gatagatĩ-inĩ ka mĩrũthi, ndĩ gatagatĩ-inĩ ka nyoka, ndĩ gatagatĩ-inĩ ka nyamũ cirĩaga mũndũ Ngai. Ndirĩ na ũhoti wa kũrũa nacio, ndirĩ na ũũgĩ, ndirĩ ona ũmenyo ona mũnini Baba. Nĩ ndagũthaitha ririkana, 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 ririkana Ngai Baba. Tiga kũndekereria, tiga kũndekereria andũ aya ndingĩhotana nao, ndihota kũrũa nao, ndihota kũmeka ũndũ Baba. Mena hinya, nĩ ũũgĩ Ngai, na nĩ mabangĩte mbara nyingĩ, ndihotana nao.
Etekera tukoigwa kirero kia ndungata yaku. Etekera Baba njigua Ngai, njigua Ngai, njigua tu nihititie ni wihia wakwa, ni wihia wakwa. Ende Ngai nindoka hiete. Etekera tukonjigua, etekera koigwa ciana ici, etekera koigwa nyumba ino Ngai, metekera tu. Oh yes. Oh yes. Yes. Oshakata barabobozaya. Dindere borinaza ya raboshe kayanga boboriando rozaya. Unastahili. Unastahili. Niwagereire Fafa. Niwagereire. Yes. Kikuyu worship. Jesus. Nendera weta
gwetereire oigere kane oka papa ne gwetereire oka papa ne gwetereire oka papa ne gwetereire oigere kane oka papa ne gwetereire oka papa ne gwetereire oka papa ne gwetereire oigere kane Oh,
Giogai, nakushukuru Mungu, wewe ni muumba wa mbingu na dunia. Milima yote, mabonde zote zinakuinamia, makerubi na maserubi wote wanakuinamia. Mbingu na dunia inakutambua kuwa wewe ni Mungu. Wewe ndio uliumba binadamu, wanyama, miti na vitu vyote. Umeketi kwenye kiti chako cha enzi, umekanyagisha nyayo zako hapa duniani, huku ukituchungulia na ukitubariki. Na kuomba mkono wako uwe pamoja nami ninapofanya kazi hii yako. Hakika sio mimi nilijituma, ni wewe ulinituma. Wewe ndio uliniambia na unanipatia maagizo ya kufuata. Baba, nisaidie tu, maana hii kazi siijui. Wewe tu ndio unaijua. Hata hawa watoto wote hawajui chochote. Wamekuja kwa sababu wamekuja kutafuta uso wako. Usijifiche kwao, waonekanie kwa matarajio yao. Wasaidie wakuelewe, wasaidie wakupende, wasaidie wakae karibu na wewe, wasaidie kunyenyekea mbele zako, wasaidie wasijawe na kiburi, wala wasiwe na roho ya kuwa na kiburi. Wakuwe watu wa kunyenyekea na kutafuta wakati wote. Wakuwe watu wa kukupenda na kukaa katika mstari wako. Wakupendeze kwa njia zote zao, na kwa njia matendo yao waweze kukupendeza. Watakapoinukiwa na roho ya kiburi, Jehova, najua unajua kuvipu uzima, na kuomba Baba ukawanyenyekeze, maana kazi hii sio yangu, ni kazi yako. Ninapofanya hii kazi nafanya kwa ajili yako, nafanya kwa ajili ya utukufu wako, kufanya kwa ajili ya ufalme wako. Ninaomba msamaha wa vyote nilivyovitenda kwa kusudia na vyote nilivyotenda bila makusudio. Ninakuomba Baba ukanishike mkono tena, kama vile ulivyotembea na Elia, tembea na mimi. Kama vile ulivyotembea na Musa, tembea nami. Kama vile ulivyotembea na Abrahamu, tembea nami. Tembea nami Baba kwa vyote. Katika unyonge wangu utembea nami, katika nguvu zangu utembea nami Baba. Nisaidie nikujue, nisaidie nikupende zaidi, nisaidie nikae karibu na wewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Tunaweza kuketi. Bwana asifiwe. Ni balansi kelele mingi. Bwana asifiwe. Salimia mwenzako aliyo katika mkono wako wa kushoto na wa kulia, umwambie karibu. Mwambie tu karibu, na umuulize ni uhoyagera aposto. Muulize tu. Muulize weshirege aposto ahoyagera no. Toni akimuhoyagera ari. Weshirege aposto ahoyagera no. Muulize tu. Mnafikiriaka aposto anaombea kwa na nani? Nimuhoyagera. Na nikijikaraga ngoro ni hinya muri oku. Mwakiregana na nĩ njũrĩtwo nĩ hinya na moko makwa matirahota. Nĩkũhota rĩrĩa moko makwa magwĩte. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawapenda. Nawapenda. Lakini sioni kama mnanipenda. Do you love me? Wow. You look so beautiful. Very beautiful. I look beautiful. Thank you. Thank you. I look beautiful. Don't know lemonya dagera. Charity. I look beautiful. Am I tall? Am I tall? I'm not tall. Charity ana blush. Anasema wadhani ya washo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kunipatia muda mwingine wa kukua mahali hapa. Hata kuja kusimama hapa ni muujiza.
ningeweza tu siku moja kukupatia mimi, nikupatie ukae na mimi one hour. Kuitwa Waruige ni kitu ngumu sana. Kukua Waruige is the most difficult thing you can ever have in your life. Deja maybe mnaonanga tu, mnaona mtu amesimama hapa ehubete gikuo kia white kiraihu ndoe ehubiri uguo kana ni arenda akwihumba. Unaenda kukaa, unakuja na kasuti kako vizuri, unakuja ufikiria ndio kanavaa, unaambiwa vaa hii, na inakuwa hivyo, na unavaa hivyo. Kuwa mchungaji, na ndio wakati mwingine nazungumzanga na watu hapa, naambia kuwa mchungaji ni kitu kigumu, lakini zaidi ya kuwa mchungaji wa kuitwa, it's more difficult kuliko kuwa mchungaji wa kumwagiliwa mafuta na wachungaji wale wengine. Ama mtu wa kukua leader because you are supporting somebody or because you have walked with somebody, it is not as the same as somebody who has been walked this journey by God. There is walking with God and being walked by God. Did you know that? When you are walked by God, it's not in your plan. It is in the plan of God. So you will keep offending everybody. Because when God says it is north, men are saying the south. When men are going west, God is saying east. So every time you will be at loggerhead, utakuwa unaenda opposite na wale wengine na mapenzi ya wale wengine. Maana wewe unaweza kuwa unataka kitu fulani kifanyike, naye Mungu anataka kitu kingine kifanyike. So what do I do? Ndio wewe ufurahi. I'm asking a question. What do I do to make you happy so that I may be able to make you happy? But you are not willing to follow the will of God. You want what you want. Unataka kukula githeri, naye Mungu anataka tukule mukimo. Na githeri iko available, na mukimo tunaenda kutafuta. So what do I do? What do I do? Tell me, somebody tell me. She ready? But you don't want to understand me. You are fighting me because you don't want to understand me. Because your will imekataa kufanyika, so you are reacting over me. You want to kill me because your will is not going through. Are you getting my point? Men's will is that they want us to go north. God's will is us to go south. Now I'm convincing Chiaredi to end the south. Now Chiaredi anabia ado nimekura akara. Ado the marorete na huko. No, it's an argument I'm placing to you. It is not somebody has done it. But I just want you to understand the concept of today's topic. That when you are in the will of God, it is not necessarily that you go with the people. You disappoint everybody or some people. So when I will disappoint you, don't be offended. But you are a human being. I can't disallow myself to believe you are a human being. So that portion of you being a human being and having wanted things to go your way, and things have failed to go your way, I will not condemn you for you to become angry because you are still a human being, because you are not a God. According to me, it is God, but according to you, you wanted this way. Now put yourself in a position of a human being. Don't be a Christian. Stop. Abogwe. Tell to come Kristo. How will you be convinced that it is the God's will? Nimewambia shikeni mtu kichwa. Kila mtu ashike kichwa yake hivi na mikono miwili. Is that a God's will? Mbona mmeshika? Wewe mbona umeshika? Is it God's will? Kushika hiyo mkichwa. It is me who has made it. So I am a human being speaking to you about God.
So how will you be able to know that this was God and this was human? Because I've just told you my will and you have done it. But you told me, Ali, that you can't do it. You will only do the will of God. Why did you do that, my will? You see now, that is the challenge that men and the women of God have in their life. Because you will want to be in a position that they don't want. Bwana Yesu asifiwe sana. You will want to be in a position. Unaweza taka kukua in a position na sivyo inatakikana. Na kwa sababu kila mtu ana believe the position ambayo muko sahi, this is the position of God. But God's will, it is something different. And Mungu anasema vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Because kama saa hizi tunaweza kuinukia huyu tuanze kupiga huyu. Kumbe it is God who brought him. Anako na tabia mbaya, anarukaruka, ni wa msengenyo, ako na hasira, ako na bitterness, ako na kila kitu. All manner of things that you hate ziko ndani ya huyu. Then we gang up together that huyu tumufukuse. Then akienda kufika kwa murago, Mungu anakuambia huyo ni mtumishi wako. Now how do you handle that situation? DCI. How do you handle that situation? Because this is an arrogant man, this is a horrible man, he is involved in every fight in church, in everything that is happening bad in church, he is involved, hatumupedi, because humanly possible, si mtu mzuri. Lakini tunamvukuza, wewe toka. Akienda kufika pale, unasikia Mungu anasema, huyo ni mtumishi wako. Where do you put the line? Where do you put the line? How do you handle such a question? Na sasa nyinyi nyote hamumutaki. Nyinyi nyote na mnafaa kufanya, mimi nataka mfanye kazi na yeye. Na nyinyi nyote hamumutaki. Atakuja kufanya kazi wapi? So na mkiamua mkasirike mtoke muende. Muende kabisa. Mukienda na wewe unanipigia simu follow up. Si wewe unanipigia simu? Ati siku hau follow up fulani sijamuona siku 2 siku 3. Kwani kuliendaje? Na yeye sitaki kukuambia ni kukasirika kwa sababu nimekataa kufukuza huyu. No tell me wewe ndio wewe uhuragira thimu. Kujuya tutireka ando follow up. Hamutumia ndahuriire thimu na arajira maundu maria agereire ku bla 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 nikio ataroka kanitha. Si wewe umenipigia simu kama hizo? Sasa huyu ni mtumishi na amekasirisha wewe, amekasirisha huyu, amekasirisha huyu, amekasirisha huyu na amekasirisha huyu na amekasirisha huyu na amekasirisha huyu na nataka mfanye na yeye kazi. Na nyinyi sasa mmefika hapa. Yeah? Tuobe nani sasa? Tuobe hawa ama tuobe huyu? Tutaobea nani? Tutaobea hawa ambao hawamtaki ama huyu mwenye hatakiwi? Sasa nani ataoba? Hapana, wewe hawamtaki huyu na nikikuita tuombe utasema si, hata kanisa leo sitakuja kwa sababu huyu yako kanisani. Sasa tutaomba wapi? Tutakuwa wapi tukiomba? Maana edamu igwithani na mutirenda kuigwa. Niye mwenyewe ndirabatara uri. Mimi nahitaji uri aniinue mikono. Sasa mimi nitaomba aje? Mikono yangu mmeiweka chini. No. I'm following Christ na mikono yangu imeenda chini. Kwani Musa hakuwa na follow Mungu? Mikono ya Musa ilipoenda chini, nguvu ilikwisha, wakapigwa. Mikono ilipoinuliwa, wakapigana. Sasa mikono yangu iko chini, tunapigwa. Hata mimi mkipigwa ninapigwa. What do you expect me to do? Or what can you do to solve this matter? Because huyu ni mtumishi na nyinyi nyote hamumuelewi na hamumutaki. So tutaomba na nani? Umesema tumuombe. Tutaomba na nani? Na wewe ni mmoja haumutaki. Na wewe ile kitu unataka kusikia ni aende. Na yeye nikimfukuza, nimesikia nyinyi kumfukuza. Amefika pale kwa mlango, Mungu akamwambia, akaniambia huyo ni mtumishi wangu. Ananiuliza swali. Wewe ulikuwaje kabla?
nianze kukutumia. How are you? Worship team, nisaidia sense. Wewe ni wenye nakata yewe. Pastor Mukirokuru. Ni ngumu. Ni Mungu anisaidie. We Koki, nitatulie nisaidie kutatua hii kesi. Na mimi nataka kanisa ikuwe na watu. Na nyinyi muko wengi. Na mukitoka muende. Mukasirike muende. Kwa hivyo nisi Bwana Yesu asifiwe sana. Tufungue kitabu cha Samueli. Ni Samueli ama ni Samueli? Samueli wa kwanza chapter number 3. Kuna wageni leo, tuko na wageni leo. Sikusikia leo mkiita wageni. Ama mliwaita? Mliwaita kweli? Waliitwa? Maina aliwaita? Hawaku wako? Kama unajua wewe ni mgeni tu, inua mkono wako juu. If you're a visitor, ama simama tu nikuone. Hii ndio mnasema. Mtu mmoja akikasirika atoke, wanaingiaga wengine wengi. Ndivyo umeniambia? Kwa hivyo niwache wasiwasi. Huyu ni nabii. Ule ni nabii. Sidio? Wewe ni nabii. Huyu anaongea kama mambo ya mlima. Huyu ni wa mlima. Wapatie microphone hapa, wasalimia wanini, waseme majina yao. Hawa ni watu wa mlima. Hii ni timu ya bikuni. Unaona hiyo timu yote umeona hapo hivyo? Ni timu ya bikuni. Hii si timu ya kawaida. Lakini siwajui. Hebu. Your name? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Naitwa Elizabeth Wangeshi. Nimekuja leo kushiriki na nyinyi. Yes. Unaendaga wapi kanisa, Elizabeth? Kuanzia leo nitakuja hapa. Sijakuulia. Acheni hiyo maneno yenu. Unapiga makofi ya nini? Damu ile kioleni acho kelia kioleni kia damu. Na ni makofi make murahura. Sianane mi. Unaendaga kanisa wapi? Mimi ni Mkatoliki. Mkatoliki. Thank you. Fatiana hapa. Kutoka leo utakuwa ukikuja hapa. Thank you. Bwana yetu asifiwe. Naitwa Dr. Mary Manana. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Amen. Nashiriki katika kanisa la Karen Community Church. Karen Community Church. Sasa utakuja ukishiriki hapa Nairobi Community Church. Nimefurahia. Umefurahia? Yes. Tudina bere. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi naitwa Ann Mudhoni. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimekuwa nikishiriki Karen Community Church. Na sasa nimefurahia. Umevuka? Nimedansa. Aste. Nimevuka aste. Yes, next. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Joyce Wagari Jiro kutoka Kirinyaga. Nimekuja Abai Mondo. Abai kune kunyumete. Kianyaga. Karibu na Kianyaga ni Samson Kona. Hapo Samson Kona unaenda unavuka kidogo unaingilia hapo Kianjiro. Utaenda Kianjiro? Pale daraja ya Mungu. Hau ni kia dada no tulio area. Yani ni gukorogo na daraja yo iragwo ya Ngai. Ni iko na makinya macio meragwo mero. Iko? Iko. Uongo. Mtakuja kutembelea huko lini? Ushaiona wewe na macho yako? Nikiwa mtoto msichana mdogo, hiyo daraja tulikuwa tunaenda. Kwanza kulikuwaga ukienda unapata watu wakiongea, lakini ukivuka ukiingia hapo ndani hautawaona, lakini utapata BBC ya boli andone makurugaga abai maigwa ngukio maji. Abai maigwa bebo. Batie mwenzako. Yes. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time.
Mimi kwa majina naitwa Esther Wanjiru. Mimi nimetoka Meru, hata kama this is my mom. Oh. Okay. Na sasa sisi tulikuja kwa ajili ya ujumbe. Yaani ni kama ni Mungu alitutuma hapa. Okay. Kwa sababu about the heavenly kingdom coming to reign here down on earth, it's real. Kama vile tu apostle huwa anawaambia, it is very real. Thank you. Peleka kule. Huyu anajificha kwa nini? Unaona kama anamjua, hebu kuja. Kwa hiyo hidera habari. Tuendelee. Habari zenu? Nzuri. Mimi naitwa Paul Mbogo, huwa nashiriki Life Church International ile ya Limuru. Nampenda Yesu, Yesu ni Bwana. Na maybe kwa ile swali yako ulikuwa unauliza kanisa, Yesu alisema this is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. Thank you. So you have nobody to hate. Yes. Whether they are good or bad. Yes. They are members of the city of heaven. Yes. Thank you. You have answered. Unaona mgeni anakuja kutusaidia na mtolete hadi muleithietie kama Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Victor Saba na nimeokoka, nilikuwa naishiriki na PAG Church. Na Roho Mungu ameniambia nikuja kushiriki na nyinyi. Thank you. Thank you. Yeah, uko kwingine? Praise God. Praise the name of the living God again. My name is Nina Mateka. I'm born again. And I was here on Wednesday. Yes. There was word of revival. And I said I'll come to finish the chapter. Thank you. Yes. God bless you. You may be seated, my brother. Thank you very much. Thank you. Mungu awabariki. Sasa nitupatieni tu muda kidogo, inaenda kufika saa 7. I'm sorry. We've taken much of your time, but please forgive me. Nikienda kidogo mpaka saa hiyo ingine. Please, najua watu wa Catholic. Please bear with me. Najua kola ni 15 minutes, you are going home. Please bear with us. We can even go 3 hours, 2 hours, 1 hour. Venye Mungu atataka. Kuna wale watu tulikuwa tuna dedicate vitaba. Where are they? Adiganeiro. Mko wapi? Kibieni kabisa, time sisi pamoja na sisi. Hii ni timu gani? Ni Deborah. Nikiwa ikarire mbere ndihari go muno. What happened with you? What went wrong? Najaribu kufinya hii mambo yote nafanya ni kujaribu kujua ni nini cha ready imemuguza mpaka akakuja hapa mbele. Oh wow, kumbe watu watavuga vitambaa. Sasa nani aliwaambia mvuge hizi vitambaa? Atende. Nilikuabiria wapi? Muliona inastahili? Okay, leta vitambaa hivi. Maina. Na wikaroika leta haudhi. Na kila maguta macio. Anga ni mapasta maria mafundithirio a theology. Ninyi ndaga mapasta majua kali. To ni moyo Ngai. Ubutoa toa kabisa. Nataka tu save time. Mungu abariki hizi vitambaa. Zikuwe mzuri, sizikuwe kama zile za wamama wale wengine wanaefugaga lakini wanakuwa na vituko zao. Ikuwe itabulishe na ilete maneno mazuri katika jina la Yesu Kristo. God bless you. Thank you. Chukueni sasa. Kila mtu achukue na afugwe. Haya, hata gari kubwa. Hii nitakupatia. Basi aredi yako wapi? Yes. Patianeni haraka haraka. Wapatie huko. Na mvuge haraka haraka ndio ni waombe. Yes. Wow. Atumia kanitha. Atumia taya mwamonire ko. Ngai nĩ mwega moha gĩtambaya. Yes, Deborah, team Deborah. Fuga hizo manywele zako. Fuga kabisa kasa. Gadhafi. Harakisha. Huyu mama hajawahi kufuga kitambaa. Amejaribu kutafuta formula imekataa.
lazima ikuwe kwa nini? Madam. Oh, pole. Ciarĩ nĩ ahotire kuoha. Jerry ndũkĩre ohe andũ. Arĩa moha nĩ mohete gĩtambaya mũtuĩke mũmohe. Nyinyi watu wa nini? Dorcas, ni Dorcas ama ni nini? Si mke ufuge watu vitambaa. Hujafuga vizuri. Toa fuga vizuri. Fugwe na mtu anaelewa. Wewe umevaa ni kama ya Wajakoya. Toa ufuge vizuri. Acha kuweka vitu za Wajakoya hapa. Hujafuga vizuri. Wewe kuja saidia huyu. Si unakaza kabisa nywele iende chini. Good. Nono na watu kagatumia kega. Ugikiona riu muthuri. Ni mundu arikari akuri. Athuri arikari amage kwenda ri mendaga mutumia muthingu, toguo riu aikara. Riu agitikaraga mutumia mwega muthingu, muthaka. Riu haha ungiuma haha njari ni Ona wathakara ta huro mbica tumire muthuri wone uria gukwenda umuthi ande gukuria wikunjuke ati no hiti mwekuhoria harakisheni. Tumefunga haya, shikaneni mikono kama mmefunga. Thank you, God bless you. Shikaneni tu mikono. Kanisa, nyosheni mikono yenu hapa. Ndari aroha kaye wago huko. Uyu ndari aroha nike here. Shikaneni mikono, tuendelee na kazi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu wewe ndio umetia maono haya kwa hawa watu. Umewafanya wafunge vitambaa kusudi wewe ndio unajua. Maana hatukuwaambia, lakini wewe uliwazungumzia kivyako. Wasaidie wadumishe sababu ya kitambaa chenyewe. Ninakitakaza na ninakiweka wakfu. Kutoka leo ni kitambaa kitakatifu kwa ajili ya utukufu wako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. So muko na sacrifice. Ninapokea dhabihu hii kwa ajili ya vitambaa hivi na kwa ajili ya kazi ambayo watakuwa kifanya, huduma ya kusaidia, huduma ya kuwa baraka kwa wengine, huduma ya kuinua kazi yako. Ukawabariki, ukawasaidie. Kazi ya mikono yao ikabarikiwe, na mahali popote watakapokanyaga wapate vibali vyote vya kibinguni na vya duniani. Wapate kibali cha binadamu na wapate kibali chako. Milango yao na ikafunguke na nia zao zote na zikakubalike. Jua lisije kuwa ligumu kwao, ila likuwe productive kwao. Na chochote ama lolote watakalo lifikiria ama kutaka kutania kulifanya, na ukalifanya kwa utukufu wako. In Jesus name. Amen. Wapigieni makofi wanapoketi. Alafu baadaye lunch hour tukimaliza mkuje tukunywe kachai pamoja kama mmefuga hiyo kitambaa hivyo, na wale wengine ile timu nyingine nayo tufuge. Nipatiwe kitabu cha 1 Samuel chapter number 3. Tusugumuse kuhusu receiving the calling of God. This is the calling of God. Because I don't know why mumefunga vitambaa. I don't know. Mimi sijafundishwa kwa warokole. Mimi nilikuwa mungiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilikuwa nini? Mungiki. Mimi ni Mungu tu ananitrainanga kila siku. Ile kitu mnaonanga nikifanya, it's not out of experience. It's not out of a theological school. But I learn from God. Every single day he teaches me something. And because, why does God teach me? God teaches me because I decided to have a teachable spirit. I decided to listen to God. I decided to walk and do the will of God. Praise be the name of God. And when you do the will of God, you can never go wrong. Hauwezi ukapotea. If you feel that you know, unajua sana, Mungu na wewe kuna mahali atakufinya, utajua hujui.
Mimi nilifanya hivyo, nilikuwa na kiburi, nilikuwa sisemeseki, siabiliki, siabiwi, na kaaga kama kiburi, kama natembea kama getingo. Wakati Mungu alidecide kunileta chini, alinirudisha chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti ni mimi nashika microphone na wahubiria. Mimi nilikuwa nimekataa. I did not want to hold a microphone. If there was anything I hated, it's a microphone. But how today I hold this microphone to teach? Ati ni mimi ni chiaredi. They dojo ekario bagi. Mwanyona ko kaigira kifada rugu. Ati ni huje gesia Yesu na jebuga Yesu ni muishi wa bao. Niko nasema Yesu ni mkora. Ni muishi wa bao, mtoto ya maraya. Hakuna kitu sikuita Yesu. Lakini Yesu, the more I abused him, the more he came closer to me. When God has chosen you, there is nothing you can do. When God has said you are the one, Moses was the least amongst the people that God could have used, according to men. But Moses was the highest, according to the plan of God. He was a stammerer. Alikuwa mtu wa hasira. Alikuwa mtu arrogant. Kijama kilinyonga mtu kikiwa peke yake. One person akanyonga mtu akiwa peke yake. Without conspiracy, without a plan with anybody else. Yeye mwenyewe aliona kimutu watu wameniletea shida, kang'ea na kazika peke yake. Na Mungu akamtumia kama liberator. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is things that will happen in our life. They are beyond you. They are beyond me. Don't hate this person because wewe una feel ati haumutaki, haumupendi. Kuna yule preferable candidate wako. Huyo ni wako, naye Mungu wako na wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Listen to the call of God. When you listen to what God is saying, you can never go wrong. You can never have your own person. You can never have ati lazima nifanye kazi na huyu, ama nikae hivi, ama nitembea hivi. No! God has his own choices, and we have choices. If they don't line with the plan of God, God will reject them. Bwana Yesu asifiwe sana. People in this country have opposed me. Watu wengi, mapasta wengi, they wameniopose, wamepigana na mimi. But the more they fight me, the more I'm going forward. The more they fight me, the more I'm going forward. The more they want to kill me, the more I'm growing strong. Because I am in the plan of God. I'm not in the plan of human being. The moment you know that you're not in the plan of God, if you're not in the plan of man, you're in the plan of God, nobody will shake you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu anaweza kukubabaisha wala kukutisha. Maana you are in the season. You are in, like myself now, I am in my season. Hallelujah. Kama hamjui kutoka wakati tulitoka mlima, tuliingia kwenye season. It is our season now. And wale watu si wa hapa, ambao wameshikilia kukaa hapa na si wa hapa, hawawezi kukaa hapa, kutachomeka. Maana this is not their season. Don't force things to work the way you want to work. Don't make things move katika njia ambayo wewe mwenyewe unataka. Allow, seek God. Kufunga kitambaa kama hiyo, seek God. To come to church, seek God. To hold a microphone, seek God. To teach any word, seek God. Don't do things just because you want to do them. You must have a clear indication. Wale wa mama wanasema, I have been teaching you about kwenda mlima. Hawa wamekuja, I don't know them, they are here. Niliwaambia kuhusu hiyo daraja ya Mungu, wamekuja, they have confirmed. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you know that you are right with God. Tunarudi huko tarehe 19 mwezi wa 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Na naudi hii mnajilipia. Naudi hii mnajilipia. Na nataka tuende na 1000 plus. 1000 plus. Maana siku hiyo tutainua madhabahu na tutahuha shoro. Tutahuha shoro. Mnasikia ile Uhuru alikuwa ameambiwa ahuhe, akakataa kuhuha. Siku hiyo tutahuha. Na siku hiyo mpaka CNN itakuwa na BBC itakuwa. Tutahuha, tutagaza. Na sisi yote tutakuwa kwa white. Tutahuha. Yes. Adogo etea madina bele na kutuetea. Mego tutwarako. Adogo tutohura madina bele na kutuhura. Mego tutwarako. Mimi nimepigwa risasi. Dika na newe shari dinde didadiria holeto. No way. Wamenyereko.
Atinasemaga hapa saa 12 kwa mwili. Nimeenda jela mara 52 na nimewekewa sumu mara 9 na nimetekwa accident 18. Nimepelekwa hapa Nyati House. Nyati. Hapa Nyati House. Siku hiyo wa Monyoro ndiye alikuwa bosi ya huko. Dark room. Nimefinywa. Mnasikia kufinywa? Nimefinywa. Hiyo ndio ilisababisha nizae watoto wengi. Sikuzaa watoto wengi kwa sababu nilikuwa prostitute. Hapana. Nilikuwa nataka kutest kama nimezimwa. So don't blame me kwa sababu ya watoto wengi. Niko na watoto 35. Na oranga ngana tureda kuhikio ni mundu na ciana 35. Sigage kuhura. Ukataba wehurie ni ihe cigana na ni njiretu cigana na ci ungioka kurehera baba wao thina ri cige kumbanira ciothe no cigutigie. The main only reason, I was not a prostitute. I was not mtu wa kutakataka, lakini venye nilifanywa pale na hawa wazee, nilitaka kukuja huko kuangalia kama niko sawa. Na hiyo ndio the only way I could have tried to see whether I'm okay. And I discovered that when people have tried, wamekupeleka chini, wamekupiga chini, wamekufanya kila kitu, that is the time that God makes you more productive. Hallelujah. No kadora yega muno. Draji kuirada maundu maria ndagereire. Nililala na nyoka karibu 7 kwa karumu 2 days. Hazina meno, haziwezi kukuuma, lakini imagine sasa uko na nyoka inakupita hapa, inapita hapa, kingine kinakuja, kinakupita hapa, kinakupita hapa, kingine zinakuja zinakulalia. Na kuna watu wanakuja wanakuchukulia kwa maana wameweka kamera wanakuchukulia wenyewe. Sasa mimi Mungu alinipatia comfort nikalala. Every time zililala na mimi nilikuwa naziweka joto. Zinalala, unakuta kimoja kimenilalia hapa, kingine kimenilalia hapa, kingine kimenifuga mguu kimelala. Yani nilikuwa comfortable. I was comfortable. When they think they are trying to finish you, that is the time that God will prove to you that I am with you. You are my son. I'm taking you far. Nilipelekwa kwa nyumba ya siafu. That shocked them. Hiyo afadhali hiyo ya kufinywa kuliko ya siafu. Maana walirusha nyama, kilo moja ya nyama hivi kwa siafu nikiangalia. It's one part of making you to cooperate. Waliagusha kilo moja. Within 15 minutes kamfupa kalikuwa kwa white kama hapa. Nyama yote imekuliwa. Sasa anakuambia unataka tukuweke hapo ama utasema buduki iko wapi? Nikawaambia niwekeni hapo. Mimi nikaigia. Siafu badala ya kunikula zilitaba vizuri, zikalala. Nona vile joke sitabaka sikataba hado, zikalala, zikanilalia vizuri, zikatengeneza lea. Jamaa alikuja akaniuliza wewe unakuaga mchawi ama unakuaga nani? Nikamuuliza kwa nini? Hizi zinafaa within second ulikuwa ufaa utuite. Ndio maana tumeweka hii microphone hapa. Within seconds ulikuwa ufaa utuite utuambie niko na jibu. Sasa tumekaa 1 hour, hakuna jibu, hakuna kutuita, hakuna kuongea, wewe ni nani? Nikaambia mimi ni mtu wa Mungu. They cannot finish you. When God has decided to use you, when God has decided to choose you, when God has decided to walk with you, because you are not an ordinary man, you are not an ordinary woman, you are a chosen vessel for the purposes of God. And that is why no enemy will be able to fight you. Hakuna adui atawezana na wewe. Hakuna adui atakuweza. Hakuna adui atakushinda. Utashinda vita vyovyote. Maana it is not in your capacity. It is not in your will. It is not in your arrangement. It is the arrangement of heaven. And those people you don't walk around. Unaenda unasema utapigana na wao. Utakuwa na kiburi na wao. Hiyo kiburi kitakukunja. Avoid that kind of people. Ni watu wabaya, si wazuri. Ni mwana katadiki mundu kiega. Unachikiria kuwekwa kwa mashini ya kunyogwa. Si niliwaambia venye niliwekwa kwa mashini ya kunyogwa. Jogona alikufa. Jogona yule ananyogaga watu Kamete alikufa. Baada 3 months later alikufa. Maana alikuwa anakuja kila asubuhi ananiambia, "Waraige! Siku wiki mbili imebaki." Nikamwambia kubavu, kwenda mimi sikufi. Anakaka, "Waraige! Wiki moja." Maana kunyoga mtu analipwa. So alikuwa anatamania siku ifike ndio apata kamshahara.
Na kunyoga mtu ni shilingi 100,000 na 150,000. Ili angelipwa. Hiyo ni kaploti then. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ananikumbusha kila siku akipita hapo. Na mimi nilikuwa namwambia mimi sitakufa, wewe ndio utakufa. Baka akanipeleka kwa mashini juu akaniambia ulisema namna gani, rudia tena. Mimi sikufi mpaka nikiwa kwa hiyo mashini. Wameweka mashini, nimekanyaga padi na padi. Kaba nimeweka na kaguo kabulaki kamewekwa hapa, sasa naangoja. Padri akakuja akaniombea, pastor akaniombea, shehe akaniombea. Tukaongojea simu, kwa maana hapo kwa kado kuna simu. Unakaa kwa mashini, unakaa dakika 5 ungojee simu inaweza kupigwa. Maybe the president amechange mind. Ikikataa kulia wanafinya. Kama dheka kanaitwa chokona. Ndio hiyo mabati ifukuke hivi. Uteremuke hapo unyogwe. Badala mabati kuteremuka chini ili inuka juu, ikakuinua juu. Mungu atakuinua. Watapanga kukumaliza, lakini Mungu atakuinua. Watapanga mipango miovu kwako, lakini Mungu atakuinua. Huyo Mungu anakujua na anajua the reason for you to be here. Mabati iliniinua juu. Something that has never happened worldwide. Mabati kufunguka na juu, inafungukanga na chini. So when God has called you, mabati yako itafunguka na juu. Hallelujah. Maana watatarajia uende chini, kumbe saa hiyo ndio Mungu anataka kukuinua. Watapanga, watakuwa wamepanga wamekumalizia, kumbe that's the time that God is beginning with. Lazima ningemalizana na Kenya mpaka president nikafanya ile power of mercy ya president, tukaandika barua, president yakakataa, makoti zote zikakataa, ma DCI wakakataa, everybody akakataa, mpaka wazazi wakaitwa wakakuja waniambie wanipatie bye. Wazazi walikuja wakanipatia bye. Mke wangu alikuja nikamuhagi, nikamumumunya. Sasa nikaimagine, maana mke wangu alikuwa beautiful. Nikaimagine sasa huyo ni adhie, huyo ni dadie. Ado ageni ya mareko na Mungu. Nikaambia Mungu. Tutoto tukaletwa hapo tukanihagi, lakini hatukuwa tunajua naenda kunyogwa. Wanakuambia kaitisha chochote nataka, nikaitisha mchupa ya Hennessy, government pays. Kisha chupa ya Hennessy nikameza. Hata ukitaka kuku, hata ukitaka anything unaletewa. Madam, utaletewa. Siku hiyo nilikula vizuri. Lakini I kept on reminding Kamuse haka, I am not dying. Bwana Yesu asifiwe. I want to assure you today, before the destiny ambayo Mungu amekupangia, you are not going to die. Nobody is able to terminate your journey. Nobody is able to turn around your journey. Nobody, hata wakakuinukia, hata wakapigana na wewe, hata wakawa na viburi, hata wakawa na anything that they think they can be able to do. Hakuna gotile mundo konyitelea moyo wako. Hakuna mtu ameshikilia. Maana your destiny is connected with God, and when God decides it is your time, nobody can be able to terminate your destiny. It is only God who knows the reason he created you to be on this world. Only God that has a reason for you. Nobody else has a reason. It is only God. It's only God who has a plan, and he says, I got a good plan. A good plan. A plan not to destroy you, but a plan to make you strong. A plan to make you wonderful. A plan to make you successful. God has a reason. God has an arrangement for you. And then this somebody called Samuel. Samuel hata kukuja kwake duniani alikuja kwa matatizo mengi sana. Maana ilibidi mama aombe. Mama akaomba mpaka watu wakamchekelea, mpaka watu wakamkejeli. Watu wakamuona ni kama huyu hajielewi. But God alijua Samueli atakuja tu hata mcheke. Samueli atakuja tu hata mkejeli. Samueli atakuja tu hata mkatae. Samueli atakuja tu. Whatever God has disposed in you, it is still coming. Don't worry on the situation you are in today. The situation you are in today is a preparation, because God does not want to contaminate you with other people. He just wants you to come in your season as per the arrangement of what he wants to give you. As per the arrangement of what one, kila kitu amepangia, amekupangia. The atmosphere ambao umepangiwa na Mungu haiwezi kuchanganyishwa na mtu mwingine, haiwezi kuwa contaminated, haiwezi kuwekwa katika mahali ambapo hapafai. You are an original. You are not ordinary, you are extraordinary.
Yuko maana wakati wa mama walikuwa naambia mama, huyu mama wa Samueli alikuwa naita wa mama, kujeni mnisaidie kuomba mtoto akuje. Hadi wakati walianza kumchekelea wakaondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema maadui wako wataondolewa leo. Watu ambao hawakuhusu wataondolewa. Wale watu ambao si wakionekiki yako wataondolewa. It doesn't matter how many days you have worked together. It doesn't matter what has happened to you. Wataondolewa, maana when the time this boy is about to be birthed, God will do something. He will chase away those people that will come, wanaweza kuja ku own the project, to own the baby. Kama Hana angeendelea kutembea na akina Penina, wakimbia wakimuombea na maombi ifike na azaliwe, kina Penina wangekuja kusema ati mtoto ni sisi tulikuombea. Ilibidi mpaka marafiki zake wote wamwache kabisa. Ilibidi walichoka kuomba, wakaanza kumchekelea. Mama itagadhata ya gware, mama itagadhata inodegesiara, lakini Mungu alikuwa na plani. Kumbe alikuwa anataka kuwaondoa so that when Samuel comes, nobody will own him. Your gift will never be owned by anybody. Touch your neighbor, mwambie whatever God has deposited in you, it will never be owned by anybody. It is only that God owns it. Wakati walipomkejeli, Hana akiwa katika hali ya kukakaa, akasikia sauti kamwambia badilisha maombi. I am not looking for a baby. God told him, mimi si mtoto nataka, mimi nataka nabii. Hallelujah. Mimi si mtoto nataka. You may be praying for something and that God doesn't know and hataki hicho kitu. Kumbe Mungu anataka kuleta kitu kingine, lakini you've been calling, praying every time, because Ana na kina Penina walikuwa naombea huyu mama apate mtoto. They were just praying for mtoto. Huyu mama na umuhekana, Papa niturakuhoya umuhe Bwana, yani baba nitakuomba upatie huyu mtoto, mama mtoto. They were praying for a baby, an ordinary baby, but in the womb, katika mtombo ya mama huyu, ndani yake hakukuwa na mtoto wa kawaida, kulikuwa na mtoto nabii. Kwa hivyo hawakuwa wanajua si mtoto amebebwa na huyu mama. Mayai ya huyu mama hayakuwa na mtoto wa kawaida, yalikuwa na nabii. So Hannah had to be convinced by the angels a change formula ya maombi. Tell your neighbor, badilisha maombi yako. Mwambie ninajua umeomba sana na maneno haifanyikangi. Mwambie badilisha maombi. Badilisha maombi. Maana in the mind of God, God was not interested with a normal baby. Because already there was a David coming, and a David needed somebody to anoint him. So the person to come and anoint David was Samuel. So Samuel was alikuwa ndani ya tumbo ya mama yake, being prepared because of one person called David. So the only reason for Samuel to come to this world was to come and anoint David. That was the main reason. So you have a main reason why you are on earth. And that reason wakati itafika, na wakati itafika wakati wake, in the season, in the time. And you are here on a purpose, on a mission. So don't worry on what is happening around you. Don't worry on how people have rejected you. Don't worry on why things are not working. They are not working because your time is not yet. They are not working because muda wako haujafika. Muda wa kubarikiwa haujafika. Muda wa kuinuliwa haujafika. Muda wa kutangazwa haujafika. Na hawezi ukatangazwa kabla muda ufike. Kwa hivyo Hana alivumilia na maombi yake. Maana aliendelea kuomba na akaomba na akaomba na akaomba, lakini nothing was happening until the time for the prophet to come. Akabadilisha maombi. Mungu akampatia majira ingine, akabadilisha maombi, because the time of the prophet to come has come. Bwana Yesu asifiwe. You are not late. Haujachelewa on that which is happening to you. Things are happening to you because God wants them to happen to you that way, because your enemies are remaining. If they know you before what he said you are going to become, they're going to kill you. Hallelujah. They made a serious mistake when they said Mohonokia ni asiaro. They made a very serious mistake. Hawangesema ati Yesu, kumbe Isaia alikuwa ametabiri kutakuja, the Prince of Peace is coming. And then oge ajata the seers wakajua, wachawi waganga wakajua kutakuja kuzaliwa mfalme, akajua, and immediately this boy was born, and many other were born. The king came and said watoto wote wachinjwe.
Hawa watoto wote hawangechinjwa. Kama hawangejua kuna mtoto atazaliwa, hawangechinjwa. Lakini kutangaza kule walitangaza, walifanya kuwe na preparation. And why was these children killed? Why? The reason is because there is a king that is being born. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakajua na wakaelewa kuna mtoto atazaliwa, na king akaprepare ajeshi watu wachinjwe wote. Bwana Yesu asifiwe sana. So God has a plan, and walk in the plan of God. If you walk in the plan of God, nothing will go wrong. Do not be anxious. Do not be anxious of anything. Just relax and do the will of God. Be in the will of God. Don't force things to happen. Just allow God to flow in your life. Allow God to be in your life. Just give God space. Just be in the presence of God. Moses wakati alijua sasa wakati wangu umefika, alienda kwa Mungu akamwambia, yes, nimesikia umenifanya nabii, lakini siondoki hapa without what? Without your presence. I can't walk. Just seek the presence of God. Don't seek the material. Don't seek the positions. Don't seek for anything. Just be in the presence of God. You came here to worship God. You did not come here to worship man. You came here to seek the face of God. You came here to seek the power of God. You came here to seek the hand of God. You never came here to seek anybody else. Your pastor is not material, is not subject to what you came here. Your bishop is not subject to what you came to do here. Your apostle is not subject to what you came to do here. You are here because you came to seek God. And you come to seek the presence of God. Only that. That is only what you need. You don't need anything else. You don't need money. You don't need anything. Moses did not need anything. He knew, when I am in the presence of God, everything will align with the presence of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything itakaa kulingana na presence. When you are walking with God, pesa zinakutafuta. When you are walking with God, magari zinakutafuta. When you are walking with God, favor inakutafuta. Anything that is supposed to be yours will locate you because they have heard you are walking with God. Bwana Yesu asifiwe sana. If today you see me on TV nikisalimia Ruto, ni watu wangapi hawatakuja kunitafuta? Kila mtu, wanabiashara wote watakuja kunitafuta. Nilikuona jana, Mungu amekubariki. Hata kama mnasema Ruto ni shetani, hapo tena itabadilika story. Najua Sharedi ni businessman, business ready. Atakuja, nitaka kwa nini na mudhamaki? Dogetashaleria mateda. That will be the thinking. Dogetashaleria mateda, because she will now gomeri arone teira ya niaba kumiga kado tononio na nitoa samani na mudhamaki. Dogetashaleria mateda. Yes, language inabadilika. Ukionekana na mtu ambaye ni mkubwa, language inabadilika kwa midomo ya watu. Ukionekana na presence of God, everything, hata wanyama watakupenda, miti itakupenda, kila kitu, anga itakupenda, anything itakupenda. You will be walking in the presence of God and the things will be just following you. Una imagine Musa alikuwa na kamuti tu, alikuwa anaangusha chini, kanabadilika kanakuwa nyoka. Sasa hebu angusha kako leo. Angusha kako kabadilika kuwa nyoka. Tutakuita magician na devil worshipper. Na tutakuchoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuchoma because you are not in that season of the presence of God according to that line. So you need to surrender. Only surrender to God. Story mingi wachana nayo. Surrender to God. When Hannah changed the prayer, na akaanza kuomba, Baba nipatie mtoto, na unipatie mtoto wa kijana, na huyu mtoto nitamrudisha kwenye madhabahu. Akawekwa tik na Mungu. Bingu ikasema nieti ya kirea kio. So what have you been asking God? Ni nini umekuwa ukiomba Mungu? Have you been asking God akupatie the right thing, ama umekuwa ukiombea kitu kingine? Umekuwa ukiombea chai na Mungu anataka ukunywe uji? Bwana Yesu asifiwe sana. Ask your neighbor, umekuwa ukiombea nini? Maana nimeona shida ile imekutafuna, venye imekutafuna. What have you been praying for? Mwirirage koyo, na nigwethe no yogotindekete uguo, kokoretwo kihoera ki? Mwambie change, badilisha maombi. Mwambie badilisha maombi. Jared, badilisha maombi. Mbithe, badilisha maombi because umeomba sana. Leo nilikukuta hapa saa ngapi? Saa 8 usiku umelala pale. Mpaka nikakuhurumia. Saa 8 usiku niliingia hapa, nikakuta amelala, amefanya hivi. One you max. Kumbe watu wanalalaga na mastailo. Akiomba.
Na sasa nikimwambia nipatie shilingi 10 ataniambia kometa mno. Mwambie mwenzako badilisha maombi. Na Mungu atakukumbuka. So it is possible when you are in the will of God. When you are in the plans of God. When you desire to walk the way God wants you to walk, it is possible. It will happen. For Samuel, it was so impossible because akina Penina walikuwa wameona this is an impossibility. Akina Penina, in your life, they see an impossibility in you. But God has a reason to make you smile. God has a plan for you to smile. Mungu ako na mipango mizuri ya kufanya ucheke, ukusikie mzuri. Shosho, haijalishi ukinyetie miaka igana, Ngai no egukurathima, Ngai no eguka. Onoko ni musherere miaka yoyothe, no eguka mahinda ni makinyuma Ngai goka. Tigo sherere washereirwo ni amenyire akuhe indo nyingi we muiretu nungiuragira niguo ari mwitei. Na nungiahurire na no nyariri andu aingi muno. Tataru gaka kari gete. Uyu ire ndari mwitei muno. Muiretu. Getei. Getei ndonaga mwanake ta uyu ngathie ngamunyita uguo. Ngamuria. Tanyita ri wanyita. Wamanyita koguo. Ate? Nio kuhikia. Niko kuhikia. Kwa kihikagio ni othe. Akanjira atiriri. Riu tondu ndi no ngiri. Ira Ngai kaundu. Kamwira turia maru na nie ndurie maru. Twire mwathani ni wega. Ni gucamania. Ugatunya mundu. Yani atulithagia muthuri wene maru. Akahituka na muthuri. Utakijira kani angiarathimirwo hingo iyo. Ndungiarathimirwo hangebarikiwa wakati huo, maana angemaliza wazee wote. Kama alikuwa anashika mzee akikataa anaambiwa tupige magoti, anapiga magoti, akitoka hapa anamuita darling. Ambia mwenzako it is possible. With God everything can happen. With God you're gonna get what is possible. Praise be the name of God. Nipatie hiyo Samueli tusome sasa. Ndio tumalize. Najaribu kukibia kwa sababu ya time. The boy Samuel continued to serve the Lord. Eli, the priest, taught him what to do. You hear now, this is Eli. Bwana Yesu asifiwe sana. This is Eli. Ambaye Samuel alizaliwa. Ndio ujue Mungu anakuanga na mipango mizuri. Samuel was a prophet. Wakati alizaliwa kwa nyumba, alikaa kwa nyumba ya nani? A prophet. Alikaa kwa nyumba ya Eli, a prophet. You can never grow. God cannot allow you to be in the wrong position. Hallelujah. God cannot allow you to be in the wrong hands of people. God cannot allow you to be married to a man that you don't belong to. God not allow you to do business that you don't belong to. Eli was a prophet of God, so Samuel became a prophet because he lived within the prophetic anointing. The prophetic ground lazima ingetengenezeka. That is why you are told to sit under, listen, kaa chini ulelewe, kaa chini ufundishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uko hapa kwa sababu kuna kitu nimebeba yako, nikuachilie. Ninapoiachilia ndio unabii ulio ndani yako, ndio mafuta iliyo ndani yako ifanye kazi. You need to live with a businessman for you to be able to do business. You need to partner with business people. You need to partner with great people. Bwana Yesu asifiwe. If you want to become great, tembea na watu wako wakubwa. Wacha kutembea na watu wa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. If you want to become a president, tafuta akina Ishongwa, akina Wamonyoro. Tafuta watu utembee na hao. Akina Wajakoya hata kama anavuta bagi, tembea tu na yeye. Maana kuna mafuta yako nayo hauna. You need that anointing. Kama unataka kuwa priest, tembea na Dora. Hello. Ndio uvage nguo kama hii, tembea, wacha kiherehere. Wacha kuforce vitu, tembea na mimi. Allow kuwa kama Elijah na Elisha. Tembea, Elisha alikubali kutembea na Elijah. Mahali popote Elijah alienda, Elisha alikuwa pale. Kwa sababu alijua at the end of the day kuna kitu naenda kukamata. Kuna kitu naenda kutap mahali hapa. You cannot tap from nowhere. You will only tap from somewhere. Bwana Yesu asifiwe sana. Eli the priest taught him what to do in those days. The Lord did not often give his messages to people. He did not often show things to them in visions. Those days,
God never. Hakuwa na pia vanya hizi tunakaa hapa nasikia tukikaa kidogo utaanza kusikia mtu amesema nimeonyeshwa. We are living in a world that is so funny. Bwana Yesu asifiwe sana. And we allow that venye umeonyeshwa. Mimi nasikiliza tu, mimi niko na masikio ya kusikiliza kila mtu alionyeshwa. Nakuja na kukutana na mashetani hapa na watu wa Mungu wanakuja na wote ni wangu. Maana ni binadamu. Nimepewa wote. Kwani wakati nilikuwa Mugeke, si nilikuwa na majabazi na watu wazuri. Nilikuwa na watu wanafuta tubako na wengine wametobolewa masikio. Wengine wamevuka mashuka, wengine wamesema wakaa hivyo. I had every kind of a creature. And I loved them and walked them because God has chosen me to walk with these people. So hata nikiletewa manyang'au hapa nitatembea na wao. Nikiletewa manyoka hapa nitatembea na wao. Maana nani alikwambia wewe ni mzuri? Who said you are good? Essence. Sasa unaniambia huyu yako nyuma yako ni nyoka. Nani alikwambia wewe ni mamba? You see, when you point, atina ni nyoka, hebu mpoint. Na tukahiane kiogwa. We are just, hebu mpoint. Ni vidole ngapi zimekupoint? Wewe ni vidole ngapi zimekupoint? 3. Kwa hivyo yeye ni nyoka moja, wewe ni nyoka 3. Ndio logic. Bwana Yesu asifiwe sana. And then nipatie Kiswahili tafadhali. Naona Joshua ananiangalia vibaya. Nipatie Kiswahili haraka. Mmoja anganitoa tengelio ni madha. Yes. Samueli naye alikuwa amelala ndani ya hekalu. Yeah? Ni nini mzee? Samueli naye alikuwa amelala ndani ya hekalu la Mwenyezi Mungu, karibu na sanduku la agano la Mungu. Sasa nataka uelewe point to point. Samueli alikuwa amelala wapi? Ndani ya hekalu, karibu na nini? Kwa hivyo kuna vitu ambavyo unahitaji for you to be successful, for you to become. There are things that must accompany you. Lazima ukue in the presence of these things. And this is what Moses was saying. Lazima niondoke na wewe. I have to go with your presence. If I have to go, I have to go with your presence. This is the presence that Samuel is looking for. Amejipata kwenye mazingira inayomkabili, inayomkubali. Mazingira ambayo inasema, yes, you are a prophet of God. Kwa hivyo Samuel naye alikuwa amelala ndani ya hekalu la Mwenyezi Mungu, karibu na sanduku la agano la Mungu. Karibu na sanduku. Kwa hivyo the power that is in you, the anointing that is in you, it will cause you to be near where God wants you to be. You don't force yourself. You don't force things to happen. You don't make things. You don't come here na uanze kupush mtu atende mtu fulani akue pastor, mtu fulani akue asha, mtu fulani akue chairman, mtu fulani akue nini. You don't push. You allow God. You ask God, is it in your presence? Is it in your desire? Is it in your time? Is it you that is in this situation? Bwana Yesu asifiwe sana. You need to ask God for everything that you are doing, because you might, unaweza kupush kitu, umpushi huyu mama kuwe secretary, na Mungu hakuwa anataka kuwe secretary, alikuwa anataka kuwe chair lady. Sasa unalazimisha mtu ataingia kwenye mahali, utaua maono yake, utaua kionekiki yake. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why I'm seek God, because it is possible. When you seek God, God will give you the direction. God will give you way forward. Atakubariki na atakufungulia njia na atakufungulia mipango yake yote, na utajikuta mahali papo, mahali ambapo panatakana. Samueli alijikuta ndani ya hekalu, ndani ya sanduku, karibu na sanduku la agano. Kwa nini? What a coincidence. Alijikuta kwenye sanduku la agano. What a coincidence. Alijikuta kwenye nyumba ya Mungu. What a coincidence. Alijikuta kwenye mipango Mungu alikuwa amepanga. Maana Mungu amekupangia, Mungu ameandaa mipango yako. Mungu ameandaa kila kitu ambacho unakihitaji katika huduma yako. Huduma yako sio katika huduma tu, sio kama mpango tu kama mtu, ni mpango uliopangwa hususan na Mungu. Kila kitu, kama umeitwa kama nabii, haukuitwa jana, uliitwa kabla hujazaliwa. Yeremia 1 inasema kabla hujazaliwa yeye alikujua na akakuumba, akakutengeneza, akakutenga, akakufanya nabii. Alifanya mikakati yote kabla hujazaliwa. Alikuandaa kabla hujazaliwa. Aliandaa mama yako na akaandaa baba yako. Yeye ndiye aliwakutanisha, maana mama yako alikuwa na mbego nusu na baba yako alikuwa na mbego nusu. Mbego hizo zikakutanishwa, maana zilikuwa zizae nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. You are not here by coincidence.
You are not on earth by coincidence. Hauko hapa kwa mipango yako. Mungu alikuandaa na aliandaa mpango hususan kwa ajili yako, kwa sababu alijua kuna kazi nzuri unakuja kufanya. Alijua kuna mipango mizuri utakuja kufanya. Alijua kuna mahali unaenda. Alijua kuna mahali utakuwa. Alijua utakuwa engineer. Alijua utakuwa rais wa Kenya. Alijua utakuwa nabii. Alijua utakuwa kuhani. Maana akakuandaa kutoka utotoni wako. Watu wakakuinukia, wakakupiga, akawashinda. Walipojaribu kukuangusha, akawaangusha. Alipojaribu kuwapiga mieleka, walipojaribu kukupiga mieleka, yeye mwenyewe aliwapiga mieleka bila wewe kuelewa. Hauhitaji kuelewa, unahitaji kukua na kuhitaji mapenzi ya Mungu na kukaa kwenye mapenzi ya Mungu na kutembelea kwenye mapenzi ya Mungu na kutembea kwenye njia za Mungu. Naye Mungu anakupigania, Mungu anakuinua, Mungu anakuweka kwenye taadhima zake, anakuweka kwenye mipango yake mizuri. Tell your neighbor, don't fight for yourself. He's already fought your battles. Hayai, mwambie usijipigania, ashapigana. Wewe tu nika process tu unapitia, nika njia tu unakapitia, kametayarishwa. Mahali unapitia leo, sio wewe ulipanda, palitengenezwa kwa sababu yako. Chochote hiyo kitu umekalia, sio wewe ulitengeneza, kilitengenezwa kwa sababu yako. Mahali umekaa, sio wewe umepatengeneza, palitengenezwa kwa sababu yako. That is why you are finding yourself in the path. Ndio kwa maana umejikuta kwenye path ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Si mlijaribu kuniua nikiwa Mungeke, mliweza? Si sasa mniue. Sasa nilikuwa kwa Mungeke, siko najua Mungu. Sasa hii ni wewe mko utakojuraga. Mutikirehe mafuduki masho manyu. Mlinipiga buduki, mliniweza. Akina Shea Ready walikuwa wananiambia nikufe, nitakuile. Sikukufa, niliendelea kuishi na sikuwa namjua Yesu. Sasa niko na Yesu wako ndani yangu. Niko na Yesu. Niko chini ya mwamba. Haleluya. Mwambie mwenzako yule jamaa ako chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche. Niko chini ya mwamba. Mwambie adui zangu. Niko chini ya mwamba. Yesu nifiche. Just imagine, wakati ule nilikuwa najikaba na Mungeke na watu wa Mungeke na tubako zangu. Nilikuwa najikaba na mambo ya kishetani. Nilikuwa nachukua gedhito, nilikuwa nimefugilia gedhito kwa suruali. Nilikuwa nimefugia kingine hapa. Nilikuwa nimechanjwa kwa sababu ya kujikinga. Sasa hizi sina hitaji kuchanjwa, nahitaji kukaa na Yesu, nikae chini ya mwamba. Chake ujirani uko toria. Ugetoria ke. Neke mugetoria. Atereka riu tumweherere tuone uria gwika. Reka tumuimairie tuone uria gwika. Guhuhererio heho ngahuna. Na ngaja konora. Mugeterera ngue. Mukona no gukeka ndirakenga. Nginya mukwa mundu kayata kuraga. Wenda kangure ngetho. Mwathani agocwo. Matikuhota na matigukuraga. Na matigugutoria. The God that brought you here ni ari na mubango waku, na mubango ucio nginya rire ukakinyanira gutire kundu rathie. Bwana Yesu asifiwe sana. Gutire kundu rathie, gutire ona magikweherera andu othe makweherere mere mathie. They are not attached to your vision. Ati mundu kare gukoma na gukoma ni thakame nyuaga igigutwara ku koki tahera rucio na kana business lineko higwa. Si ulijaribu siku moja na ikaendelea. Tuendelee mami, tuendelee hapa. Ati alikaa karibu na ndipo Mwenyezi Mungu akamuita Samueli. Mwenyezi nani? Kwa sababu alikuwa karibu na sanduku la agano na alikuwa kwenye hekalu. There is an atmosphere, lazima utengeneze atmosphere ya kukaa karibu na Mungu ndio Mungu akuzungumzie. Kiburi lazima uweke chini, malingo yako lazima uweke chini. Kuona wewe ni kama wewe ndio maana, weka chini. You are hopeless and useless. Wewe ni kitu kidogo sana. Ate mundu anaona ni mundu wa maana. Ate leo kiburi kimefika pale juu, hawezi dogehute kata dodo. You are untouchable. God does not know untouchables. God himself is the untouchable. Hallelujah. Mungu akisema lazima hii nyumba ihame hapa iende pale, Yesu alimwambia ukipata power, yani ukiwa na power ya Mungu, utasema mlima uhame na uhama. Utasema mlima utoke hapa uende ngabo ile nyingine na utaenda. Utasema mto utoke hapa uende badi ile nyingine na utaenda, and nothing will happen to you. They will come from all directions. Yeah?
Sisi kama mnanielewa. They will come from all. No, they will come from one, but they will go. Mere magari. Mabia hawa adui wako. Hawa wanakupagia kupigana na kazi yako. Hawa wanakuchimbia sasa kwa sababu kuna watu wanakuchimbia. Niwetele leo kuna watu wanakuchimbia. Kuna watu wa ndani wako wanakuchimbia, wanapanga mipango miovu. Mere magari. Mere tu ogo tu. Ogo atia. Dio turie maru maku nyumba. Nona hawira ine waku. Haria thia kuhoera uthio turie maru mothe. Uturie hawira Ngai atiriri ni ndakonengera wira uyu ni waku. No sarende ucoke uigirire sacrifice hau. Hallelujah. Uigirire hau. Ucoke ucarie mutumia mukuru pio. Mundu tari na kindu. Genuinely mundu tari na kindu. Uthio mwike kaundu. Maigwa. Duga specify uria uwe. Uthio ya kuwirira kaka uyu. Umwike kaundu. Tondu ndegukorwo ari mundu egukorwo ari muraika. Ndipo Mwenyezi Mungu akamuita Samueli, naye Samueli akaitika naam. Lakini kubuka Samueli ni mtoto tu. Alafu verse 5 inaendelea namna gani? Quickly. Verse 5 please. Huyu mama amelala. Kisha Samueli akamwendea Eli. Sasa hapo ndio matatizo inakujanga. Kisha Samueli akamwendea Eli kwa haraka, akamwambia nimekuja. Kwani umeniita? Sikiliza, aliyemuita ni nani? Aliyemuita ni Mungu. Watu wengi hapa wameitwa ni Mungu lakini wanataka kusikiliza apostle. Hallelujah. Watu wengi hapa wameitwa na Mungu. Mungu amewaita, amekuita nyabura. Badala ya kuitika na Mungu, unaitika ukifikiria ni apostle amekuita, maana umezoea apostle. Hallelujah. Ni umenyerete apostle agatuika tarika muthuri gaku, tarika mukwanjo gaku ga gwetiri magio guo. Kaya muthuri ra wito. Muthe. Akireba kadire. Ni akomire. Ni akinyire kuri athiaga. Ni akinyire kuri athiaga. Wega kudi kwenda shosho. Sasa ni aje? Atendera konyana. Kakana makariko. Tokwarire nao. Wewe mukwajo. Tio, mukwajo ya. Weha, jerera hari ori. Mukwajo. Mukwajo weko. Mukwajo. Umuthi ni woyo. Nduradeithia. Ucio ni muthegi waku, muthegi waku rino ukoragwo na iondo ye. Takuoya wanje kuigwo gikwariria. Urutagira magongona. Kisha Samueli akamwendea Eli akamwambia nimekuja kwani umeniita, lakini Eli akamwambia mimi sijakuita. Mwambie mwenzako wacha kusikiliza sauti za binadamu, sikiliza sauti ya Mungu, sikiliza venye Mungu anataka. Don't listen to people. Maana huyu jamaa alifikiria ni kuitwa ameitwa na Eli, maana akili zake bado hazijakomaa kufika katika kuitika sauti ya Mungu. Akamwambia mimi sijakuita, nenda ukalale. Samueli akarudi na kulala. Verse 6. Mwenyezi Mungu akamuita tena. Naigwa, uleto maita maigana lele nili yake uleto. Jiulize Mungu amekuita mara ngapi? And that's the reason umekuwa stubborn hapa. That's the reason you think you are the only person that can be able to be used by God. That's the only reason unafikirianga wewe ni mtu wa maana. The reason you think that you are the most special person. Until you understand to hear the voices of God, that's the time you'll know that you are special. Until you are able to know the voices of God, that is the time you'll know that God is really indeed using you. God will only use you if you realize Him. Hallelujah. God can never use you if you don't realize Him. Until umujue ndio atakutumia. Ijalishi kama alikuteua kama nabii, ijalishi alikuumba namna gani, ijalishi umeumbika na nani, umelelewa na nani, hadi wakati utakapojua sauti ya Mungu ndio utaweza, Mungu atakutumia. Utakaa hapa ndoko turawetha hata yago wale. Turokiritaga haha tamurogi. Wagiaga kunyita thauti ya Ngai. Ugo turawuga ni ndahonokire mwaka wa 1972. Gugicoka gugithia atia? Kioneki giaku giakwiriire ku? 1972 wari na shati ya kugarurania kara. Ono muthi wina shati ya kugarurania kara. O kiuga ni ukoragwo na Ngai, nduri na Ngai. Ukoragwo na ngoma. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bagikoro we ndukahota kumenya jemo cia Ngai kana mithiire ya Ngai. Urenda gukarania, urenda gwikwo uria wo urenda, ukoragwo na ngoma na we wa ngoma. Thie coka makinya-ini haria watere haria muranirwo na Ngai. Rudi huko nyuma ujue mlitorokanio wapi na Mungu, ndio urudi kwa Mungu. Mungu aanze kukudirect until you understand God, until you hear the voice of God and you are able to know that this is God that is speaking. You will never succeed in life. You will never become anybody until you are connected with God. Samueli akaamuka, akamwendea. Mwenyezi Mungu akamuita tena. Samueli akaamuka, akamwendea Eli na akamwambia, nimekuja kwani umeniita? Lakini Eli akamwambia, sikukuita mwanangu, nenda ukarare. Jamaa no kurero ni toro. Toyo ndirona wina matha. Akomete gatoro kega muno. Na ari kanitha-ine. Na kwena inegene ria maspika. No ni arangorota. Todo ni etwo. Tamulia etwo no. Verse 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujielewe. Na ndio Mungu akubali kukutumia, lazima ujue sauti yake. Maana God has to create a channel for you where he will be communicating with you. And if you don't understand the channel, then you are going to be confused. Utakufa. Ndio gukua kiro wadu mari kuonaga ukigo ahono kire miaka 50 urutaga wira munyoro kuongirurumia ngari no gutire kindu ngika maisha baku matolete horia maturaga no gukirita goguo. Samueli alikuwa hamjui Mwenyezi Mungu. Unaigwa? Samueli alikuwa hamjui Mwenyezi Mungu, lakini Mungu alikuwa anamjua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakujua, lakini itahitaji hata wewe umuelewe ndio mcommunicate. Hello. Mungu anakujua, lakini wewe haumjui. Anapokuita unafikiria ni Joeli, to no amenye lile Joeli. No amenye lile nabii. Anabii ameshuma. Na itaba ya dune. Udomitaga ya kiaria. Mwenyezi Mungu wala ujumbe wa Mwenyezi Mungu ulikuwa bado haujafunuliwa kwake. You need to be revealed too. Lazima uelewe ujumbe wa Mungu. Lazima uelewe umenye Ngai hiana atia, aragia atia na okaga atia. Ni muraigwa? Na ukinya shosho, na ukinya umenye tiko shokaga tu, na ukinya umenye Ngai yake kwariria. Tondu we uracukugecira ni dreams, githe ni kweheri weherio mubango-ini wa Ngai. Madani yako igwire tha. Lazima uelewe. You must have a coordinates za Mungu ziko za kumwelewa wakati anakuzungumzia. Huyu Samueli hakuwa anajua, alihitaji mtu akumsaidia kujua. Kwa hivyo hakuna mtu mjuaji. If you want to know a person, any successful person mwenye amefaulu na anatenda makubwa, ako na historia ya babake. Mtu mwenye hana huko nyuma kwake, atunaweza kumfuata nyuma muelewe mzazi wake ni mgani katika maisha ya ulimwengu wa kiroho. Lazima akue una trace, you are able to trace that person. Wale watu unajua wametenda, wale unaonanga kwa TV, wale unaona wametenda mambo makubwa, fuata nyuma utasikia baba yake na yeye alikuwa msuri. Mdomo yake akinena kitu kilikuwa na baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba yake alikuwa na uwezo, maana amemweka kwenye pila, amemweka kwenye foundation nzuri, amemweka kwenye msingi mzuri unaoeleweka. Who is your father? Who is your spiritual father? Can you disobey your spiritual father eti kwa sababu amekukemea? If you find somebody unadisobey kwa sababu amekukemea, ni kumaanisha wewe you are arrogant, you are stupid. Hapa kichwa yako iko na uji, si hakuna kitu iko ndani. Ukisikia baba yako anakukemea, you kneel down. Maana ametenda kitu ambacho kitakusaidia kumove. Siwezi kemea mtu ambaye si mtoto wangu. Kuna watu hapa siwezi kuongea na wao sana, lakini kuna mtu kama huyu naweza kumsomea kama mtoto. Maana ninajua kule tumetoka na yeye ni mtoto wangu. Sasa nikimsomea hawezi kutoroka. Sasa hiyo utamkuta huko kwa ofisi yako ananiambia, "Apostle uko ndako lia kio muthe." Nigetha twaranirie ndige marakara. Ego kanyihetie. Tondu ni mwana wakwa na ni mwana ujiguite. Lakini kigurumo kigeta koiguite gitura kithiurukaga ugigiciria nikio. And that is when you miss the voice of God. And that is how we miss the promises of God. And that's how we miss the directions of God, because we are not ready to listen. We are not ready to hear. Bwana Yesu asifiwe sana.
Tuendelee verse 8. Ni 8 ama ni 7? Oh, yede muheteirie ma. Nimewakosea sana. Mtanisamea ni mchukue dakika yenu nyingine kidogo. Hello. Are you okay with me? Are you okay? Yes. Mataragete kiode. Are you okay? Yes. Are you okay? Yes. Inua mimi mkono nisijue kama mko okay. Thank you. Ikwenda kumuheteria. Nere una moje tikagera. Muhetikia ni ndo aguoya. Mwana taikeshajia. Haya, Mwenyezi Mungu akamuita Samueli kwa mara ya 3. Samueli akaamuka akamwendea Eli na kumwambia, nimekuja kwani umeniita. Ndipo Eli alipotambua kuwa ni Mwenyezi Mungu anakuita. Unahitaji mtu wa Mungu aliye na ufasaha. Unahitaji mtu mwenye anaweza kusimama na wewe, mwenye ako na revelation more than you. Mwenye atakwambia osho nega yorago itatodo kemwanane gyo kama mara ya pili, mara ya kwanza, mara ya pili, huyu jamaa akajua mwanao ni aleto, huyu mtu anaitwa. Na huyu si shetani anamuita, ni Mungu anamuita. Maana wako kwenye hekalu kwa karibu na sanduku la agano. Akajua automatically God is calling this boy. So akamudirect. You need to be directed to your vision. You need to be connected to your vision. You need somebody who can hold your hand to connect you for the blessings. That usikue arrogant, humble down. Elisha alikuwa humble, alinyenyekea mpaka akainuka. Mpaka jamaa akaenda, alipoenda akamuachia. Haleluya, utaachiwa. Hii kitu haikuangi ati iko hapa kwa hewa imehang, ni kuachiwa, inaachiangwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mundu wetwa Jeni waje kwihura githuri guko. Ukwihura githuri guko, kwihura githuri ukore ni kumithio romithia githuri giaku. Na Ngai no arakwariria ureciria ni maina ikangarira akwariria. Na Ngai no form ya kanga. Na niguo uthurite makanga. Humbite ginya uniform cia makanga. Akwira hai, umira wewe kwenda takataka mjika hii. Na hiko kueta kiviviria kinene gukira muto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwendea Eli akamwambia, nimekuja kwani umeniita tena. Ndipo Eli alipotambua kuwa Mwenyezi Mungu ndiye aliyemuita Samueli. Akatambua. Mtu wa Mungu akatambua ati mtu huyu kijana ni Mungu anamuita. Kwa hivyo akamdirect. You need genuine people in your life to direct you to what you are supposed to be. There are people you will meet and they will misdirect you, but you need the right. Unitie huyo amuke. She's being connected. Mwana sasa ameconnectiwa kwingine. You are being connected kwingine. Sasa be alert because God is now connecting you where you are supposed to be. Don't sleep at all. Yeah, don't sleep. God is connecting you. Naona sasa shetani amemwambia wewe kuja padi hii. Na Mungu hataki hivyo. Verse number 9 kimbia kidogo. Verse number 9 ndio tuone what really happened. What really happened? Kwa hiyo Eli akamwambia Samueli, nenda ukalale. Hallelujah. Nenda kama huyo mama amelala. Nenda ukalale, ndio ukakome. Hallelujah. The genuine man of God will direct you correctly. If only unapendeza. Hallelujah. Akamwambia namna gani? Nenda ukalale. Na akikuita mwambie hivi. Mwambie nini? Sasa ukikuja kanisa za warokole utakuta people who are supposed to guide you, people who are supposed to take you to the direction of God, they will mislead you. Because interest zao haziingii venye walitaka. Afadhali kungolewe mtu hapa ndio interest yake iwekwe, ndio afanikiwe venye alikuwa anataka. Because alikuwa anataka kucontrol, kumanipulate, kupiga. Because ameona kilicho ndani yako anataka kukimaliza. Lakini huyu nabii Eli alijua huyu ni mtumishi wa Mungu na akamdirect vile kulihitajika. You need a genuine person in your life. You need a person that a heart, ako na moyo wa kuona kilicho ndani yako. Sio kila mtu ni rafiki yako. Sio kila mtu ni mtu wa kutembea na yeye. Sio kila mtu ni mtu wa kukua bibi yako ama mke wako ama mume wako ama business partner. Not everybody is that material that you are thinking. You need a divine connection. You need God to intervene and to make you get connected to the right people for your life. Because this man angemwambia ni mimi nimekuita na ingeishia hapo. Kwani mimi ni mtumishi na nenda ukalale, akikuita hivi sema hivi. Mwenyezi Mungu, kwani mimi mtumishi wako nasikiliza. Hivyo Samueli akarudi na kulala mahali pake. Akarudi kulala wapi? Mahali pake. Hakuenda kulala mahali pa wenyewe, alienda kulala mahali pake.
Kila mtu ako na mahali pake. Kwenye nyumba hii kila mtu ako na kazi yake. Hakuna mtu anaweza kufanya kazi ya mwingine. Hakuna. Hapa hakuna. Umeitwa ukiwa bishop utakuwa bishop. Umeitwa ukiwa reverend utakuwa reverend. Umeitwa ukiwa mwinjilisti utaitwa kufanya uinjilisti. Umeitwa ukiwa nabii utafanya unabii. Hautafanya kazi ya mwingine. Ofisi yako ni yako, kaa kwenye ofisi yako. Huko ndio Mungu, hapo huko ndiko uko igwera sauti. Ndio maana shiko nilikutoa huko. Maana huko ungesikia sauti. Sasa hizi umeweza kuconnect. Yes. Na uko ndagera shai. Tiga wana. Ale niko dirira wagiadirira. Hivyo Samueli akarudi na kulala mahali pake. Verse 10. Baadaye Mwenyezi Mungu akaja na kusimama hapo. Hello. Mbeleni alikuwa anafanya nini? Mbeleni alikuwa anaitana. Mbeleni alikuwa anaitana. Lakini aliporudi mahali pake na akapata muongozo wa nabii, akapata muongozo wa nabii na akarudi kulala mahali pake. Akarudi kulala kwenye position yake. Kaa kwenye position yako. Wacha kungangania position za wenyewe. Kaa kwenye position, Mungu atakuja. Aliporudi kwenye position yake, but under the guidance of a man of God. Alifanyika nini? Mungu mwenyewe akakuja. Mwenyezi Mungu akaja kusimama hapo, akamuita Samueli kama hapo awali. Alimuita tu kama Jeri alivyolala. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimuita tu, akiwa nini? Mahali pake. Na akakuja akasimama mbele yake. Hapo awali Samueli akasema, sema kwani mimi mtumishi wako nasikiliza. Niko hapa nasikiliza. Kumbe hakuwa milala kama Jeri, alikuwa anategea, alikuwa anajua God is coming. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anajua God is doing what? God is coming another time. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya tuende 11. Tumalizia hapo. Naona baadaye kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Samueli, tazama, nataka kutenda jambo fulani katika Israeli ambalo kila atakayeisikia atashtuka kulisikia. That is the plan God has for you. Verse 12. That's a good plan that God has for you. Atinataka kutenda jambo fulani kwako kwenye Israeli ambalo litatishia kila mtu. Nataka kutoa unabii siku ya leo ya kwamba Mungu anaenda kutenda jambo fulani kukupitia wewe ambalo litatisha kila mtu, ambalo litabadilisha anga, ambalo litabadilisha familia yenu, ambalo litabadilisha kazi yako, ambalo litabadilisha maisha yako. Kuna kitu kitafanya mpaka familia yenu itashituka, kitu kitafanya mpaka mke wako atashtuka, kitu kitafanya huduma yako itawashtua wengi, kitu kitafanya nchi itashtuka. God is doing something. Siku hiyo nitatimiza yale yote niliyosema tangu mwanzo hadi mwisho dhidi ya Eli kuhusu jamaa yake. Nitatimiza. That is the day. Mungu anaenda kutimiza malengo yako. Wakati utasikia sauti ya Mungu na uielewe na akuja mwenyewe akae na wewe, atakupatia maagizo. Maagizo ya mawe yatabadilisha maisha yako. Mungu anaenda kubadilisha maisha ya mtu hapa leo. That your life will never be the same again. Your business will never be the same again. Your marriage will never be the same again. Huduma yako haitakuwa vile ilikuwa, maana itabadilishwa. Huduma yako itabadilishwa kwa sababu neno la Bwana limetimia. Kwa sababu neno la Mungu mwenyewe amelitimiza neno ambalo aliahidi tangu mwanzo, na alijua mpaka wakati Samueli atakuwa tayari ndio atakuja kusema neno hili. Uliza moyo wako, uko tayari kuzungumziwa na Mungu? Uliza tu. Mundu wa Catholic tia gushuga ulia ngoro yaku, we tayari kuhuthirwo ni Ngai? Muria tu mehuti ugo no we tayari kuhuthirwo ni Ngai? Mithaithe tu miaririe tu, guza kila mtu guza. Uliza moyo wako, are you ready to be used by God? We tayari kuhuthirwo? Hutia ngoro baba, hutia ngoro ulie, we tayari kuhuthirwo ni Ngai? Ngoro yako no nginya ikorwo tayari. Your heart lazima ikuwe ready to be used by God. You must be ready. You are not an ordinary person. God, you must be ready. God cannot bring into kingdom yake kwako when you are not ready for that kingdom. You must be ready for the kingdom. You must be ready for God to use you. Verse number 12 tumalize. Ni 12 and 13.
13 please. Nimekwisha mwambia kuwa nitaiadhibu jamaa yake milele kwa uovu unaojua, kwa sababu watoto wake wa kiume wamenikufuru mimi na hakuwazuia. Sasa mimi sitakubali kuadhibiwa na Mungu kwa sababu ya kufuru zenu. Afadhali nikufukuze utoke hapa, afadhali uniondokee, lakini kufuru zako sitakubali. Mimi ni mtumishi wa Mungu na I'm not here to compromise. I'm not here to compromise. I cannot give what I don't have. I can only give what I have. Tusimame kwa miguu yetu. Kinywa chako mwambie niko hapa Yesu. Inua mikono yako juu. Yesu. Mwambie Yesu niko hapa. Niko hapa. Yesu. Niko hapa. Niko hapa. Kwa ajili yako. Niko hapa kwa ajili yako. Sema Yesu, Yesu, Yesu. Niko hapa. Yesu, Yesu. Niko hapa. Yesu, Yesu. Niko hapa. Niko hapa kwa ajili yako. Niko hapa kwa ajili yako. Sema Yesu, Yesu, Yesu. Niko hapa. Yesu, Yesu. Niko hapa. Yesu, Yesu. Niko hapa. Niko
yako juu, nataka niombee. Mungu muumba wa mbingu na dunia, tunashukuru kwa sababu ya zaka hizi, fungu za 10 na sadaka za kujitolea, kaweze kuzibariki. Unaelewa sababu ya kila mtu ni kwa sababu ametoa. Wamekuzungumzia kwenye nyoyo zao, na ukatimize malengo yao, na ukatimize mipango yao. Wasaidie wakujue, wasaidie wakuelewe, wasaidie waelewe sauti yako unaposema, unapozungumza. Help them to understand, because it is possible they are going to make it. It is possible they will be blessed. In Jesus name, somebody say amen. Leteni sadaka zenu hapa tunapoendelea na kuimba. Ningetaka kuchukua dakika zingine zako 10. Umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Sema Bwana, umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Sema Bwana, Bwana, umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Sema Bwana, Bwana, umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Bwana Yesu, umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Bwana Yesu, Bwana, umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Bwana Yesu, Bwana, umeinuliwa. Tunaweza kuketi katika kiti chako cha enzi. Bwana, umeinuliwa kwenye kiti chako cha enzi. Kwa wale mnajua tumefungua kanisa Thika. Wangapi mnajua tumefungua kanisa Thika? Wangapi walisupport ikue? Mpaka imesimama. Sasa hatujajenga hii pulpit hii na hatuna hii. Kwa hivyo mtaendelea kurudi kwa mifuko mpaka tukue na pulpit, mpaka, kwa sababu niliwaambia kutembea na mimi ni gharama. Si ndio? Kutembea na mimi ni nini? Ni gharama. Kwa hivyo vumilia tu, na pesa yako lazima utatoa, kwa sababu lazima tufanye kazi ya Mungu. Na kwa sababu hivyo kuna watu ambao nimeteua wasimamie huko kabla sasa kanisa ijipage vizuri, ndio tutailaunch mwezi wa 9 vizuri. Tuna mipango mizuri, hususan tunapanga nitamtafuta babangu wa kiroho, tuone kama atapatikana siku moja Septemba, twende tukafungue. Si ndio? Si ndio? Ni vizuri. Kwa hivyo ningetaka Pastor Maina na Apostle Lucy wakuje hapa ndio niwatie mafuta. Amen. Elders wa kanisa msimame. Hii kanisa ya Thika imeleta shida. Kuna watu walikuwa wanajua ni ya kwao, wao ndio watakuwa huko. Sasa wamenipiga vita center left right. Hataki kuniona. Simondoe hii. Sasa umefunga kitambaa, umeanza kutulikia na kujeni pande hii. Elders simameni hapa. Elders wa kanisa usimame nyuma yao. Secretariat mkujeni pande hii. Secretariat mkuje hapa juu. Kuja hapa.
Njoo hapa. Nasema ukuje hapa. Muharakishe. Sogea kidogo, sogea. Toeni viatu zenu. Kazi ya Bwana nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Mnaweza kupiga magoti hapo kwenye jukwaa hapo. Sasa naenda kuwamwagilia mafuta, lakini nitakuja kuwamwagilia mafuta mkuu kwenye hekalu kule. I want to just commission you. Muanze kazi ya Mungu Thika. The church is behind you. Walio mbele yenu ndio secretariat. Hawa ndio watakuandikia barua ya kazi, ndio watakaye kuelezea kazi yako itatoka wapi mpaka wapi. They are the one who is going to give you the letter na certificate ya kanisa na barua ya kusaidia kufungua kanisa kule kama branch. You'll get it from the secretariat. Na wao ndio watakupatia terms and conditions. Nao walio nyuma yako ndio wazee wa kanisa. Wao wako hapa ndio watakao ushikilia. Ukipata kabla mfike kwangu, muwatafute kwanza in case you need their support, your help. Watakuwa wachache wakikuja kwenu, wanasimama na nyinyi. Hata secretariat itakuwa inakuja kwenu, inasimama na nyinyi hadi wakati mtakuwa na sekretari yenu na wazee wa kwenu. Wako hapa kwa msaada wenu, wako hapa wawasaidie, wako hapa wapatie mawaidha, wako hapa wasimame na nyinyi. Kanisa hiyo ya Thika kwa ufupi si kanisa kama zile zingine za kwenda unafungua na inakuwa ni yako. Umetumwa huko uwakilishe kanisa hii, na unaweza kutolewa huko utumwa kwingine, na unaweza kutolewa huko urudishwe hapa na mwingine apelekwe kule. So you are just caretakers, caretaking the work of God. Pastor Maina, juu ya mafuta ambayo Mungu amenimwagilia kama kuhani as the high priest of this altar, I anoint you today and I commission you today and I dedicate you today to the altar of the synagogue to be the resident pastor in the church of Thika, and God will bless you. May God lift you. Penye alimuinua Daudi akupiganie, penye alipigana na alisaidia Daudi kupiga maadui wake wote na wakashinda, na hivyo maadui wote watakao kuinukia upate mafuta na nguvu kama ile Daudi aliipata na ukashinda vita zote. Uifanye iwe ni hekalu ya watu wa Mungu. Watu wakikuja tabaka mbalimbali, Waislamu wakikuja, wachawi wakikuja, watu waabudu shetani wakikuja, na waabudu wa Mungu wote wakikuja, wote ni watoto wa Mungu. Uwasaidie kujua Mungu, uwasaidie kukaa kwenye njia za Mungu, naye Mungu atakusaidia. Usidhulumu mtu yoyote ule, usisukume mtu yoyote ule, na usijibandikisie mtu yoyote ule. Wote waingie kwenye mipango ya Mungu, na watakapoingia kwenye mipango ya Mungu, Mungu ndio anayejua kuteua, kupanga na kuendeleza. Utakapopata vita, kitu kimekuinukia, una mahali pa kurudi, kuja kwangu ama ukuje kwa wazee ama uende kwa secretariat, nao watakusaidia
kwa lolote lile. Apostle Lucy, wewe ni nabii si wa kitaifa, wewe ni nabii wa kimataifa. Mungu amekupatia mamlaka hii, uwe mshikilishi, uwe mlezi, kuhakikisha madhabahu ya Thika yamesimama. Ndio utoke hapo uende ufungue mengine na mengine. Ukuwe mama mlezi, mama mtunzi, mama anayependa. Watoto watakaoingia kwenye madhabahu hiyo wote washughulikiwe visawa. Usifanye kitu wala msifanye chochote ambacho ni kinyume, ila mfanye vyote kulingana na mafundisho ya Biblia na mkae kulingana na mafundisho ya Biblia. Mungu na akuongoze, akubariki, akupe hekima na akupe ujasiri wa kufanya kazi yake. In Jesus name, amen. Amen. Asanteni sana, simameni. Mmebarikiwa. Nao nendeni Thika na mfanye kazi. Mungu awapatie kibali na wafungulie. Awashindanie. Mpate kibali cha binadamu kule na mpate kibali cha Mungu. Na maadui, kwa sababu watainuka. Maadui wa eneo hilo. Hilo ni eneo la Thika ambayo ni maeneo ya madhabahu ya Freemason. Watainuka, lakini Mungu amewapatia kibali kikubwa cha kushinda vita. Amen. Hakuna mtu ama kitu kitakachoweza kuwainukia kitashinda. Mtavunja miamba yote. Mna uwezo wa kusambaratisha kazi zote za shetani. Na maadui watakapokuja, Mungu atapigana na wao. Ninaona malaika wamezingira nyumba hiyo. Nimeona malaika wamezunguka eneo hilo. Maana kumefanyika kitu kipya ambacho Mungu alikuwa amekipanga. May God bless you. May God anoint you. Familia zenu zipate kubarikiwa. Watoto wenu wapate kubarikiwa. Wake wenu na ume zenu wapate kubarikiwa. Chochote mtakachoitisha kwa jina la Yesu Kristo mupatiwe. Na mahali mtakanyagisha miguu mufaulu. Chochote mtakachokiguza kwa mikono kiweze kunawiri. In Jesus name. Amen. Songea kando pale. Pastors wale ambao kujeni, pastors wale ambao si magaidi. Najua niko na mapasta magaidi hapa. Kujeni hapa. Koki. Si muna wa receive. Yes. Kani mwanyi toneke waru. Munaanza kusema singekuwa ni mimi. Yes. So kuja Rugoro. Asense. Kuja hapa. Tulia marumaku. Rugoro kuja. Dorcas. Utairatu siako. Toizo viatu. Niko na wachungaji hapa kwenye nyumba hii. Wako Rebecca, Koki, na tuko na Elizabeth, Asense na Dorcas na Wairimu, lakini Wairimu ameenda, na Samuel na Wairimu wametoka, sijui kule walienda, na sijui mipango gani wako nayo, na sijui ni ajenda gani wako nayo. Nahitaji kusaidiwa na nyinyi, mnisaidie kuielewa. Hawa nimewalete hapa kwa sababu katika muendelezo wa kanisa kila siku kuna mtu anafaa kukaa katika kanisa. The pastor on duty. Nataka hawa watatu ndio watakuwa wakinisaidia kuwa on duty. Kila mtu atakuwa akikuja hapa wiki yake. Nataka sasa hawa wakimaliza, grupu hiyo ingine nayo itaingia. Kila mtu wiki yake. Ndio tukuze vipawa. Maana nimefanya makosa mara mbili. Mapasta wamekuja kutoka nje kama Karanja, kama David, lakini they ended up betraying me at the expense of watoto nimelea. Sasa ni acha tukurie ciana cito. Tukurie ciana cito, ketorere ciana cito. So mutapatiwa ratiba na hawa.
Nani ataanza kutoka kesho? Nani atakuwa wiki hiyo ingine? Nani atakuwa wiki hiyo ingine? Nani atakuwa? Ndio tuwe tunasaidiana hivyo. Naye Mungu awabariki. Elizabeth, Mungu akubariki, akupatie ujasiri, ushinde vita. Utainukiwa, lakini Mungu atawainukia maadui wako. Utapiganwa na wewe, lakini Mungu atapigana na wao. Watajaribu kukuangusha, lakini Mungu atawapiga mieleka. Uvumilie na ukuwe na mvumilivu. Unyenyekee na utunze na ulea watoto wa Mungu wote kwa usawa. Kusiwe kunaye mzuri ama mbaya, wote ni watoto wako. In Jesus name. Peter, may God give you grace, power to speak the word, to do the word, and commit yourself to the word. May you receive the anointing to be able to deliver, work, and do the will of God every single minute of your time. May He give you power to discern, power to understand, power to know. In Jesus' name. Dorcas, God is with you. He will fight your battles. He will defeat them that want to defeat you. He will bring them down that want to bring you down. He will fight them that want to fight you. He will be your provider, your protector, and your future. In Jesus' name, may God bless you. Amen. So, Secretariat, you are under, you pastors, you are under the Secretariat and under the Council of Elders. So the Secretariat watawapatia ratiba how you will be conducting your businesses. Amen. Simuwapigie makofi. Yes. Thank you. Thank you. God bless you. Mungu awabariki. Father, I thank you because of the elders and because of the Secretariat and also because of the pastors and the congregation. They have witnessed one of the most powerful things that we ever done in this ministry. Father, as you continue to raise more and more because of the branches we are about to open and because of the great mission that you have commissioned us, Father, give us that grace to be able to walk in your presence. In Jesus' name, amen. Thank you. Nataka tuachie hapo for deliverance people. Wale ambao wa deliverance turudi hapa saa 10 sharp. Si ndio? Mungu awabariki. And now may the grace Amen. God